Mheshimiwa Rais katika fursa ya kupata maelezo kuhusiana na kituo hiki cha kusambaza. Welcome. Hapa. Welcome, Your Excellency. Yeah. Your Excellency, welcome. We have the Bere South Water Project, and Mheshimiwa Rais katika fursa ya kupata maelezo kuhusiana na kituo hiki cha kusambaza. welcome. Hapa. Welcome, Your Excellency. Yeah. Your Excellency, welcome. We have the Bere South Water Project, and we are starting the lot one. The one that you have come to launch, where we will have the water source as Kaburu Dam. We will have a fruiting intake in the dam, and then we have a treatment plant which will treat 10,000 cubic meters of water per day, and then we have 3 storage tanks which will amount to 1,500 cubic meters storage, and then we have distribution lines which will be 120 kilometers in total. The beneficiary, Your Excellency, will be estimated at 150,000. This project, when it is implemented, it will be used for the next 30 years. It will be possible. And the total cost is 789 million. Yeah. Okay. Here to start, Your Excellency. Yes. And this is the area of coverage. The Kamburu will cover Mafuria and the Beti South wards. And yes, Mafuria and the Beti South ward will pump water from here and take it to Manyari A tank and the Manyari B tank, and then gravitate to all the supply area. Then in lot 2, we'll have Kiambere intake, which will be also a floating intake on Kiambere Dam. Kiambere Dam. Yes, it's under the same component. Yes, phase 2 of this project. So phase 1 is here, and then lot 2 is here. Then phase 2 now goes to Kiambere, which will finish all of them. So this 789, is it just for phase 1? Yeah, for phase 1, for this one. Yeah. Phase 1? Yes. The total project cost is 2.1 billion, Your Excellency. Yes, sir. And you can see the intake is in Bere North. They're floating here. This Bere North. Yes, it will. You see, you have already covered Bere North, a part of the supply area within this. When you do this, Excellency, this covers the whole of Bere South constituency. Kiambere, Mafuria, and Beti South. Makema and Moya. Also cover even Makima. Yes, we have another intake here, Your Excellency. 2.1 billion. Yeah. And this is largely a dry area, right? Yes. This is why they are operating.
Your Excellency, this is what we have done so far, the intervention. This is what we have completed in the last 2 years. We have we have been able to spend 54.3 million to cover 190 households. Among the projects that we have finished is the extension of water to Moi Stadium, Embu. We have done Valeria Bohol and others. All that, they are, in total, there are 9 of them. The ongoing, including this one, there are 18, where we are spending 924 million to cover the households which you cover. When we do all this, it will be 2,900 households. And then we have the water projects that which are ongoing. We have in Chicago, Makutano, and the biogas production unit in Chicago Girls. Yes. Now these are the proposed projects, Your Excellency. We have the Bakaraba water project, which will cover the upper part of Bere South. And then we have Runyejes water project. This is already under ADB, the National Urban Project, and it's already approved, and it's even the website of the ADB. We have project. This one, we also have given the proposal to the Italian development support. Yes, and So we need your support on that agenda because it's going to Italians. Your good work will help us. yes, the Embu water, this is Embu and environs. This will cover towns like Enna, Chicago, and the Embu town, and also the sewerage. Tumpe makofi. Kuanzisha hapa leo. Phase 1 ama awamu ya kwanza itakuwa milioni 800. Lakini baadaye tutaongeza hiyo pesa iwe bilioni 2.1 ndio tuhakikisha kwa county aggregation and na tunajua nyinyi ni watu wa bidii sana, kwa sababu tayari kwa ile project ndogo tumeona hapa, tumeona ya kwamba nyinyi mko na bidii sana. Ama namna gani? Tumeelewana? Ndio muliona mjumbe wenu huyu tuko pamoja. Na sasa kwa sababu hata mambo ilienda hivyo, lakini nilimwambia huyu kijana anaitwa Ndendi, kwa sababu yeye ndiye ananipangia mambo ya budget. Nikamwambia hiyo ya Kiritiri kwenda mpaka Kiambere lazima tuweke kwa hii budget hata kama pesa imepungua. Wa stima huyu anaitwa Alex wa chakula, tuache kuagiza chakula kutoka nje, tuwe ni nchi ambayo inaweza kujisimamia. It is not correct. 60 years after independence, we are still importing food into Kenya when we have the capacity to produce it. Ni pamoja. Namna hiyo tuendelee namna hiyo. Watu hawaje kuongea kutoka nje, wakuja hapa watuambie hiyo wanasema nje, wakuja wasemee hapa ndani. Ama namna gani? Tuko pamoja. Tunakubaliana watu wa Embu. Mnasema tuungane. Mnasema tushirikiane. Tupeleke Kenya mbele pamoja. Ndio mimi nimefika hapa kwa heshima kubwa, niungane pamoja na nyinyi, tukubaliane vile tunaenda mbele. Ya mwisho, mimi nataka niwaambie hivi. Maafa Kenya, kuizi ya mali ya wengine,
rais na kila mtu. Nyinyi mmeshindwa kuchagua. Si mnajua vile ya kupanga hii watu? Sisi wote tuko kiwanjani. Si kila mtu anafanya kazi ile anajua. Si baada ya hiyo mko na mtihani. Si mtakuta kusahihisha. Ile mtu ishara ya uongozi. Leo tumefika hapa kaunti ya Embu wote wakuje tufanye kazi pamoja. Our mama, unaona, is solving a big problem. One, safety for the human beings of Mbeere South. Number two, it is food security for this sub-county yetu ya Mbeere South na pia sub-county ya Mwea. It is ganja. Kama vile umesema, Your Excellency, mambo ya kulima. Watu wako na bidii sana. Wanafanya irrigation wakitumia punda. Wanabeba maji na punda, wanaenda na miraa. Sasa ndio inaleta pesa mingi zaidi Embu County. Sasa wakipata hii maji wamefurahi sana. MP ine na women rep na MCA 30 hakuna mtu atapigana kwa sababu sisi tulichaguliwa na makanisa. Kazi yangu ni kuandika barua. Wakati niliingia nikaandika barua kutoka Keretire kwenda Kiambere kwenda Kiromboko, na hiyo barua nimesikia Bwana Rais umejibu. Hiyo barabara tumesema mambo ya maji hapa Mbeere, vile tumesema mambo ya ingehata hapa katika Mavuria tuko na hospitali mbili na Excellency the Governor anajua na anaelewa hii maneno. Tumejenga hospitali mbili, moja inaitwa ya Kiretire na nyingine ni ya Mashanga. Hizo hospitali mbili iko tumejenga maternity wing, lakini ile kitu haina ni equipment. Kama Mheshimiwa Rais unaweza kutuwekea equipment ukitoka hapa, hawa watu wataendelea kugusana na kuhakikishia ile kula tulipata hapa itakuwa mara 3. Ni kweli ama si kweli? Nimeshukuru pia na niseme ya kwamba wakati Muguka ilileta shida tulienda na Excellency ni ya kurudi pale majubani tutafute tutoto tukituita Ruto. Kwa sababu kama tumepata maji, tumepata barabara ya kutoka Keretire, Mutuovare, Kiromboko. Haki ya nani? Ruto, wewe hutawahi kufa. Na nataka nikushukuru sana kwa maji. Hii mpango ya maji tunajua itafika Ngire, itafika Motito, itafika Sheria, itafika Gatodhia, pande ya Mbeere North. Tunakushukuru sana. Tunaomba tufanye kazi ya kuleta maji katika Mbeere, both Mbeere North and Mbeere South kwa vyovyote vile. Juu hii ndio ile shinda kubwa ya watu ya Mbeere, both Mbeere North and Mbeere South. Para tunafurahi. Lakini Mheshimiwa Rais, mimi nakuomba ngekuyare